ya kutangaza habari zetu katika lugha bora pia tukufu la Kiswahili tokea mji mkuu wa Kinshasa. Bila kawia tumefungua taarifa yetu habari na habari ya FARDC. Tutamjulisha kwamba wasulietna 55 wenye kutokea katika kipindi cha 35 ama promotion pia 376 wa duri ya 18 ama section maalum wote waliapa kiapo ya mapendo ya inchi ya kazi, kuvaa alama pamoja na pete ya sulietna na kuchukua silaha. Yote yaliweza kuongozwa na makamu waziri mkuu waziri kusika na ukingo bwana Jean-Pierre Bemba Gombo, jemadari Chiwewe Christian, kiongozi wa askari jeshi. Wote waliweza kuzuria kusherehe kubwa hiyo yaliweza kufanyika. Ilikuwa wakati kwa bwana Jean-Pierre Bemba Gombo, makamu waziri mkuu waziri kusika na ukingo, kuweza kufasiria onyama faida ya serikali ya wakuu wa kazi kubwa nyewe askari wa FARDC wametemika pia, na kuweza kuwashauria kuhusu kuleta mchango wao ili inchi weze kuwa katika umoja. Kujulisha kwamba makamu waziri mkuu waziri kusika na ukingo bwana Jean-Pierre Bemba pamoja na wakuu viongozi wengine waliweza kuzuria kusherehe kubwa hiyo yaliweza kufanyika. Habari hiyo imetupeleka upande wa madini. Tutamjulisha kwamba mkutano wa duru ya pili ya uchunguzi kuhusu mwenendo bora wa kazi pia kukamilisha ujuzi ya watumishi wanamemba wa ofisi ya matayarisho maalum kuhusu uongozi wa kupewa 3.0 pesa ya kazi ya shirika ya madini kwa maendeleo bora kazi ya muungano kwa faida ya utumiwaji wa madini yaliweza kukomeshwa siku ya 3 mnamo tarehe 13 March mwaka 2020 na ine ndio sherehe saini ya makubaliano yanaweza kufanyika pamoja na wasaidizi wote kwa kuweza kufikisha ili mwenendo bora wa kazi ya uongozi pia ya pesa yenye kupewa. Kujulisha kwamba agizo mbalimbali yaliweza kutolewa kwa wazuriaji kwa mkutano huu ili ya mwenendo bora wa mashirika ya madini ni kwa namna ya kazi ya pesa yenye kuingia ama bado kuingia kwa kuweza kuchukua mipango kawaida ili ya kazi hiyo kuweza kuendelea vizuri uko upande ama sekta ya madini. Kujulisha kwamba waziri kusika na madini bibi Antoinette Samba Kalambai yeye pia aliweza kuzuria kwa mkutano huo na kuweza kuchukua masemi. Habari hiyo imetupeleka upande wa IRSP. Tutamjulisha kwamba mkutano kwa faida ya vikundi 4 yaliweza kufanyika huko Unikin kufatana na sherehe ya 17 tangu kujengwa kwa University Catholique Luvanium, University Catholique ya Kinshasa. Balozi wa ufalme wa Belgiji, waziri kusika na utafiti wa sayansa, kiongozi mkuu wa university ama recteur wa administration, wakuu viongozi wa profesa sawa vile bwana Ndaiwel, waziri kusika na mambo masomo ya vyuo vikuu pia university bwana Moindo Zangi, mkurugenzi mkuu wa IRSP bwana Miguel Kashal Katembo, wote waliweza kuzuria mkutano huo. Waziri kusika na mambo ya vyuo vikuu pia university bwana Moindo Nzangi, wakati wa mkutano huo yeye pia aliweza kuchukua masemi na kuweza kuangalia namna gani sherehe hiyo ya ufungulio ya mkutano kuhusu kazi ya namna mpya wa maendeleo pia na kuweza kufasiria. Kujulisha kwamba uko balozi uko ufalme wa Belgiji pia kujulisha kwamba Unikin Gilbert Kabanda, Dr. Muyembe pamoja na bwana Michel Katembo wote waliweza kupata cheti pia na kuvala mishani kufatana kazi kubwa waliweza kutumika nchini Kongo. Habari hiyo imetupeleka upande mwingine. Tutamjulisha ya kwamba mteule Pacho Panda, mchaguliwa zamani wa wilaya Changu, aliweza kupokelewa kwa baba Simo Kimbangu Kyanga, ni mjumbe mkuu wa dini Kimbangu. Ilikuwa wakati kule Pacho Panda kuzungumza na mjumbe wa dini hiyo na kuweza kumpatia baba Simo Kimbangu Kyangani kibarua ama vibarua vya lupango kubwa ya urefu wa hektari 5 ndiyo itaweza kusaidia na kazi kufatana na kuweza kujengea timu ya Leopard uko Jito
Kongo ni kufuatana agano yake kwa faida ya waaminifu wa dini ya Kimbangu, pia waaminifu wote, kwa kuweza kuangalia namna gani aliweza kuaga na ameheshimu agano yake. Wa timu wenyewe wataweza kupokea ni 24 kufuatana mchezo wa kabumbu uweza kufanyika kunako pwani la Pembe ama Cote d'Ivoire. Ndiye yeye aliweza kuaga kuweza kupatia hektari hiyo mahali ambapo wataweza kuwajengea vyumba mbalimbali. Habari hiyo inapeleka upande wa vijana. Tutemjusha kwamba vijana wenye kuwa katika kundi Fond de Jeunes kuhusu kutumika kazi nchini Kongo, Coordonata Timothée Lenoir waliweza kujelekeza huko Cour Constitutionnelle kwa kuweza kufasiria kwa kiongozi mkuu wa korti kuu ya mahakama kazi kubwa aliweza kutumika. Ningesema kwamba ujumbe huu uliweza kujelekeza kwa kuweza kumsifia kiongozi wa korti kuu ya mahakama kufatana na kazi kubwa aliweza kutumika kuhusu vibarua vya wateule wa taifa, pia wajimbo wenyewe waliweza kupeleka vibarua vyao ili ya kupata shughuli kawaida. Vijana wa FGSP Fachivent waliweza kuzuria na kuweza kuzungumza pamoja na kiongozi mkuu wa Cour Constitutionnelle kwa kuona jinsi kazi kubwa iliweza kufanyika, pia kufatana na onyo ya rais wa DRC Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo kujulisha kwamba bwana Dieudonné Kamuleta ndiyo kiongozi wa korti kuu ya mahakama ama Cour Constitutionnelle, ndio waliweza kumfikishia habari ya kuweza kumsifia kufatana na kazi kubwa aliweza kutumika. Habari hiyo itupeleka upande wa kilimo. Tutemjulisha kwamba mteule Aimé Pascal Mongo pamoja na ujumbe wa FEC waliweza kupata haliko ya kuweza kuzuria kumkutano wa soko ya maonyesho ya kilimo iliweza kufanyika kunako Uturkia. Waliweza kupatikana kunako jimbo Konya nchini Uturkia, mahali ambako soko ya maonyesho ya kilimo pamoja na vyombo vya kazi za kilimo. Ujumbe wa DRC kati yao kunako mteule Aimé Pascal Mongo ilikuwa wakati wake bwana kwa kuweza kutoa aliko yao ili mashirika ya Uturkia kuweza kutumika ndani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Bwana Aimé Pascal makusudio yake ni kuona shamba ya viwanda kutumika nchini Kongo. Aliweza pia kusifia zaidi kuhusu jimbo mbili ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa kuweza kupokea shamba ya kilimo kuwa na viwanda vitaweza kusaidia Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuwa na mazao nyingi. Habari hiyo imetupeleka upande wa mambo masomo. Tutemjulisha ya kwamba alifika huko Lobo katika teritori ya Fechi jimboni Kwango inspekta mkuu wa jimbo ya madibisho Kwango kwa kuweza kupinga hali ya mambo mabaya yenye kupitikana mahali ya masomo. Alijelekeza kwa kuweza kukutana na raia wa eneo hiyo bwana François Mukendi Bukasa, ingawa mvua kali na njia yenyewe imepitikana katika ama njia yenyewe kuharibu, lakini alitamani kufika ili ya kuweza kukutana na raia. Kipindi chake cha kwanza ni huko Lobo. Aliweza kufurahi na lengo ya mwaka huu uongozi bora pamoja na kazi yenye ama wamepashwa kutumika vizuri kuna kuweza kutengeneza madibisho kwa faida ya raia. Aliweza kupokelewa na kamati ya teritori hiyo na kuweza kusifia kwa kuona jinsi aliweza kufikisha habari ya wazee kusika na masomo ya mwanzo pia sekondari bwana Tony Mwaba. Tumebaki tuko panda masomo. Tutemjulisha kwamba ujumbe wa tax force ya jimbo ya madibisho uko Changu iliweza kufanya matembezi ya uchunguzi kwa kuweza kujonea mechoni uko Kimbanseke. Nini wadeleza? Tunapokelea mama wetu nasema directeur provincial ya Kini Changu. Tunapokelea hapa Kimbanseke 4 alikuwa hapa donc kwanza na munome ni première fois akuya hapa petu tunamupokelea. En tout cas anasema tu anarapele tu ma instruction, sema rapele tu ma instruction tukwa tu na mapendu entre ba chef d'établissement, tukwa tu na mapendu anarapele tu ma instruction na ba chef d'établissement ou
bache tu ma karakteri ya kwanza, ma comportement ya mubaya, bache tu ma comportement mubaya, surtout anti valeur. Anasema tu ma anti valeur to ache tu tunge tu na sous prophète de Jerry Kabuya, mimi nasema chef de terre, anasema anapeleka ma doléance ya juridiction yake, ndio vile tulikuwa hapa. En tout cas inapita bien, ambiance ilikuwa tout bien, mambo yote inapita bien. Habari hiyo imetupeleka upande wa afya. Tutemjusha kwamba wamama wenye kuwa na tatizo ya uzazi, shughuli nzuri imeishaonekana. Tufate. Leo mimi nafurahi kunaambia sema hii vitu nafanyaka tokea zamani. Inakuwa miaka 12. Mimi niko 12e edition leo. Na lancer tena ile bitu leo na anja leo ile bitu. Kunuita sema muye kutuangalia na muna tuangalie mwili yenu, tutafanya maekografi, tunafanya consultation ya bule vile tunafanyaka. Unalipa tu ka fiche yako ya 10,000 francs, mais échographie, ma consultation au talipa hata kitu hata moja. Mais inye inapasha kunuambia leo, inye napita buzuri. Iko ndio kusema hii kampani tulikuwa nafanya zamani ilikuwa tu ya kuangalia kama tumbo ya mama, kama mafibrome iko ndani, kama bakiste iko ndani. Mais ya hii mwezi hii tunaanza hapa, ya hii mwaka tunaongeza namna kutunza bababa na bamama benye biko na nini na ba difficulty ya kuzala, benye biko na magumu ya kuzala, njo banasemaka infertilité ya couple. Sasa si tunaisha pata mashini ya kubasaidia. Kulifanyika mkutano kutetea wamama wafanyabiashara kuhusu kupinduza mazao ya kilimo. Nini walieleza? Wakati ya mwezi wa mama, tulitayarisha kwa siku ya leo tulitayarisha formation sur la tomate, sur la transformation de tomate. Tulianza mbele na coaching ya transport yenyewe kuna transformation pia. Yenyewe chef de l'État anasaidia wamama jua wapate mapinduzi. Wapate mapinduzi katika machakula yetu, ile vitu tunalima na ndio vile tunatransforme. Na sisi pia tulipenda pia kufundisha wamama namna gani ya kutransforme maproduits agricoles yetu. Sasa tunaona hapa kitabu hii maproduits yote chini tunatransforme ya sisi kwa kidali. Tunataka kufundisha wamama kwa hiyo ilikuwa transformation ya tomate. Ilikuwa umweba mama 100. Ilikuwa 100 balipata coaching asubuhi, kisha coaching tukapata formation pamoja na bashimizi wa professeur ya campus. Atuka mama wanafurahi sana. Yeye mpeleka kwa haraka huko mtani wa Barumbu. Tutamjulisha kwamba kufuatana onyo ya rais wa DRC Felix Antoine Tshisekedi Chilombo pamoja na governor mji mkuu wa Kinshasa, ndio maana mnyapa wa mtani huu alitamani kufuata honyo hiyo ili mtani wake uweze kurudi usafi tangu miaka zilizopita. Ndio maana yeye aliweza kujelekeza kwa kuweza kuangalia namna gani ya kuondosha uchafu katika mifereji ni uko Karta ama Mkoba Bon Marché, ndio mahali ambapo aliweza kujelekeza. Yeye ni nani? Yeye ni mnyamparo mtani ya Barumbu, bwana Christophe Lomami. Alichukua Karta Bon Marché kwa kuweza kuondosha uchafu katika mifereji na kuweza kuondosha meza yenye kuwa mahali yasipostahili yenye imezuisha njia barabara mbalimbali ya mkoba huu. Ndio ilikuwa siku ya posho mnamo tarehe 16 Machi mwaka 2024, mahali ambapo waliweza kujelekeza kwa kuweza kuondosha uchafu na kuweza kuvunja meza. Vifaa vingine vimepatikana mahali yasipostahili. Kazi kubwa hiyo yaliweza kufanyika na waliweza kutoa mwito kwa raia wa Karta hiyo kuwa na desturi ya kutia usafi ama operation Kinibopeto kila siku ya posho ili mtani huo uweze kurudi usafi tangu miaka zilizopita.
Habari hiyo imetupeleka upande wa dini. Tutemjulisha ya kwamba kulifanyika mkutano wa maombi siku ya 3 kwa faida ya nchi pia na sherehe ya CFMC. Mkutano huu ulifanyika huko Cité de Triomphe katika mtani wa 17e Rue Limete kwa mahusiano ya Fondation Olangi Osho. Mkutano huu ulihusika kuhusu kuomba kwa Mwenyezi Mungu ili amani kudumu katika eneo nzima Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, zaidi uko upande wa mashariki wa DRC. Ni mahali ambapo ukosefu wa amani umepatikana. Kati ya wenye kuhubiri kunako mtumishi wa Mungu wa CFMC Bibi Sinai Exauce da Silva Olangi. Yeye ndiye amehusika na kazi ya kuweza kushauria wamama wenye kuwa katika CFMC. Wakati alichukua masemi yake katika mahubiri yake, aliomba kwa uaminifu kufuata mfano wa Bibi Deborah, mmoja mtumishi wa Mungu. Kufuatana maandiko ndio imehakikisha kwamba yeye aliweza kujitolewa muda maisha yake na aliweza kusimama. Imeomba kwa wote kusimama ili amani kudumu katika eneo nzima ya DRC. Ni habari ya dini ndiye imepiga nukta mwisho ya habari zetu. Shukrani kwa kutufuata mwanzo mpaka mwisho ya habari zetu. Tumeacha fasi kwa mwenzetu Charlotte Kabanga aweze kufasiria habari hiyo katika lugha Chiluba. Tazidi kuonana. Kwaheri.